welcome. Sasa hivi tuna watu wameamka. Stay tuned for the updates on what is going on around. Okay, let me hold my do some setting kidogo. So if you see guys, nimejipanga hivi, ina maana ya kwamba hali ya anga si mzuri pale nje. Ndivyo hali ilivyo kwa sasa hapa mjini Kisii, na nimejipanga nitoke hivi ili niwape update moja kwa moja kuhusu ni kipi ambacho kinaendelea hapa Kisii. Meanwhile, nikiingia hapa ili niweze kuwapa update mbalimbali kuhusu kile ambacho kinaendelea sehemu zingine za nchi ya Kenya, kisha ndio niwapeleke moja kwa moja maeneo ya nje ili mkaweze kuona kile ambacho kinaendelea katika mji huu wetu wa Kisii. Kisii ni mji ambao unajulikana sana, siko baya. Tumeanza kujulikana sana kwa kuwa watu wenye, kwanza ni mji wa pili kwa kile ambacho kinajulikana kama maandamano. Okay, tukiangalia update katika mji wa Nairobi ni kwamba barabara nyingi zimeweza kufungwa za kuingia katikati mwa mji wa Nairobi. Ndio habari inayoona mtandaoni hivi sasa. Ni kwamba barabara nyingi kweli zimeweza kufungwa. Ikumbuke kwamba hii si national holiday, lakini barabara zimefungwa, watu hawezi ingia mjini Nairobi, katikati mwa mji wa Nairobi ili kufanya kazi zao mbalimbali. Bado tunazidi kungoja tuone ikiwa watu watafunguliwa waweze kuingia mjini. Hapa kuna mvua, bado kuna mvua na watu hawajatokea. So Kisii kuna mvua hivi sasa, kunazidi kunyesha upande wa nje, lakini dakika chache zijazo nawapeleka moja kwa moja ili muone, kwa sababu nimejihamu. Ukiangalia hapa kuna kofia, nimevaa sweta na kuna half jacket ili nipate joto la kutosha kustahimili baridi iliyoko upande wa nje. Kisha pia kuna mvua, lakini amini moja kwa moja lazima updates lazima nitawaletea. Tukiangalia mji wa Nakuru kuna utulivu. Mji wa Nakuru kuna utulivu. Kisii bado naona kuna utulivu, lakini nawapeleka moja kwa moja ili tuweze kuona pale ni kipi ambacho kinaendelea. Mombasa kuna utulivu. Acha tuangalie, acha niangalilie mji mwingine. Lakini Nairobi kumewashwa, kuna maeneo nimeona kumewashwa. Shortly nawaambia ni wapi. Kisii naona kuna mtu amefanya ground check hapa nje, ni kutulivu. So tuseme ni kwa sababu ya mvua, lakini biashara bado zimefungwa. Watu hawajafungua, ina maana kuna uoga kwamba huenda kukashuhudiwa maandamano siku ya leo, licha ya kuwa hali ya anga si mzuri. Kuna baridi, kuna kijibaridi.
wanaonyesha ni kipi ambacho kinaendelea. Kunradhi, sauti haikuwa vizuri. Sasa ndipo nimerudisha sauti. Unajua uzee sasa, ujana ni moshi, uzee umeingia. Nilikuwa nimesahau ku adjust the level of volume katika simu yangu. Tulikuwa tunapata update kidogo kidogo miji mbalimbali, vile ambavyo mambo yanaendelea. Tukapata kuwa mji wa Nairobi kuna utulivu wa hali ambayo ni ya katikati hivi, kwa sababu magari yameweza kuzuiliwa kuingia katikati mwa mji wa Nairobi. Barabara mbalimbali zimeweza kufungwa ili kuzuia waandamanaji kufika katikati mwa mji. Katikati mwa mji wa Nairobi pia tumeweza kushuhudia kuona kuwa kuna watu wachache tu, just a handful of people ambao wanatembea katikati mwa mji huo wa Nairobi. Mji wa Eldoret umetulia, Nakuru ni kutulivu, maeneo yale ya Kisumu ni kutulivu, Mombasa ni kutulivu, pia mji wa Kitale na miji mingine kama Bungoma kuna utulivu. Kuna hali ya wasiwasi ambayo imeshuhudiwa pale. Tukirudi hapa katika mji huu wetu wa Kisii ni kwamba kuna hali ya utulivu bado, ingawa kumekuwa na mvua. Ukiangalia paa za nyumba hapa ziko na maji, inaashiria kwamba kumekuwa na mvua hapa pale leo asubuhi. Na sasa katika dakika chache zijazo tutaweza kuingia hadi katikati mwa mji huu ili tuweze kuleta hali halisi na taswira kamili jinsi maneno yalivyo katika mji huu wa Kisii. Pale ni katikati mwa mji wa Kisii. Naarifiwa ya kwamba biashara mbalimbali zimeweza kufungwa. Wanabiashara bado hawajaamka kuingia mjini kwa sababu wanauoga kwamba huenda kukashuhudiwa maandamano siku ya leo. Ikumbuke kwamba mji huu wa Kisii ni mji ambao siku za hivi karibuni umeweza kushuhudia msururu wa maandamano. Kila wakati wa maandamano lazima kama ibada yawe katika mji huu wa Kisii. So si jambo geni sana ukiona maandamano yameanza Nairobi na kwingine, si ajabu kuona yakiwa yameanza Kisii. Inaarifiwa kwamba wanabiashara mbalimbali, kuna wengine ambao wamefungua na wanaraiwa kutoingilia mali ya watu, mabiashara za watu, yawe maandamano ya amani ikiwa yataweza kushuhudiwa. So kwa upande huu naweza pata picha tu ya sehemu kama sehemu hii. Upande ule pale chini ni Naivas, pale Magnum. Naona yale maeneo pale chini imefunikwa na miti pale. Ni sehemu tulivu tu kidogo ya mji huu. Na hapa katika maeneo ya Nyancho ni maeneo ambayo yameweza kuna shughuli wa utulivu zaidi. Ni mtaa ambapo watu wanaishi hapa. Ni kutulivu, hakushuhudiwi maandamano, lakini si mbali na katikati mwa mji. Angalia, hii ndio barabara inayotokea maeneo ya Nyancho ikielekea mjini Kisii. So guys, in a few I'm gonna live here and take you through this town and see whatever that is going on, or something that may be going on in the CBD. But ukiangalia kulingana na yale ambayo najua kila siku ni kuwa hizi barabara huwa busy sana. Watu wakitembea kwa mguu hupenda kutumia njia hapa. Njia wanateremka hivi, wakienda wanaingia mjini. So ukiangalia leo ni kwamba ni mtu mmoja tu anateremka, alafu kuna shuhudiwa watu wengi sana wakipita hii barabara wakiingia mjini, wanabiashara, wafanyakazi na kadhalika, pikipiki kwa wingi, magari. Lakini sasa ukiangalia hapa ni kwamba watu ni wachache wa kuingia town.
Upande huu ni upande wa Nyanchwa Police Station hapa. So leo ni siku ya Jumatatu, ni siku ya soko maeneo ya Daraja Mbili. So hatujui vile mambo yatakuwa. So kwa sasa ndugu zangu, naomba mtaniruhusu kidogo niweze kushuka ili nijipange, ndio nitoke nionyeshe hali ilivyo. Na pia ikiwa utatokea siku hii ya leo, ikiwa kutakuwa na maandamano, na wasi wa Kenya wenzangu, tuwe na amani, tuchunge mali ya wenzetu, kwa sababu tukiharibu leo, kesho tutakula wapi? Hivyo tusije tukawa na vurugu sana katika huu mji wetu. Huu ni mji wa biashara. Wengi hutegemea biashara. Tukiandamana, tuandamane tu kwa amani. Ikiwa hakutakuwa na maandamano, pia tudumishe amani, kwa sababu Kenya ni yetu, tusije tukaiharibu. Amani siku zote, amani siku zote. Kiangalia sasa, vijana wa kizazi cha Gen Z ni moja tu. Something funny with this town ni kuwa kuna kitovu cha maandamano ambacho ni Capital roundabout. Siwezi kuipata kutoka maeneo haya, lakini kwa muda mchache ujao tutafika pale. Hapa naweza pata sehemu kama Elimu Center hapo, pale Market Plaza, Uhuru Plaza, na hiyo street pale. Kidole yangu iko wapi wewe mnyama? Hapa hiyo street hapa, kutoka hapo ukiteremka hadi hapa General Hospital, Kisii Level 6 Hospital, hapo ndo kuna kuanga na maandamano sana hapa hiyo route. So kuna kitovu cha maandamano ambacho ni Capital roundabout. Hapo ndo kuna kuanga na sarakasi mbalimbali. Pia maeneo ya Mwembe pale karibu na Kisii University, hapo ndo maandamano huanzia. So ikiwa kutashuhudiwa maandamano, hizo sehemu mbili ndizo zitakuwa center of interest sana. So leo nitawatembeza kila sehemu ili muweze kuona, lakini msiwe na wasiwasi. Sisi hapa hakushuhudiwi, hakuna, watu hawawezi haribu vitu za watu. You know, people here know that the income comes from business. Na wanajua biashara zikifungwa hawapati kitu cha kula. Sasa sidhani kwamba huwa wanaharibu. Kwa mfano sasa, wiki moja iliyopita kulishuhudiwa moto wa ajabu ambao uliweza kuteketeza soko la mji huu, yani Marikiti, the municipal market, Kisii municipal market iliweza kuungua. Saa hii watu wanateseka, hawapati kuku, hawapati samaki, hawapati mboga, wanatafuta mbali na ni kidogo sana, kwa sababu the population is too high. Na vijana wanaendelea kuingia mjini pole tu, ndio hao. Yes, wengine wanatoka mjini, wengine wanaingia. So people have been suffering since the market was burnt. Hata kama kaunti imejenga kidogo, lakini watu wanaumia. Ni mji unaotegemea biashara sana. Sasa maandamano yakishuhudiwa hayatakuwa ya amani. Nazidi kuarifiwa kwamba biashara mbalimbali zimefungwa, bado kufunguliwa, maduka ya jumla, pia masoko bado watu hawajaingia, kumefungwa. Hali ni tulivu, kumeshuhudiwa mvua kwa muda mchache uliopita.
Ndio maana bado sijaelekea hadi katikati mwa mji ili kuweza kuonyesha ni kipi ambacho kinaendelea, lakini kwa sasa ni kwamba hali ilivyo, wale watu ambao wako kwenye katikati mwa mji ambao wananijulisha ni kwamba biashara mbalimbali bado kufunguliwa, kazi mbalimbali bado kuanza, lakini mbali na mji wa Nairobi ambapo watu wamezuiliwa kuingia katikati mwa mji huo, hapa Kisii kuna uhuru, watu wanazidi kuingia mmoja baada ya mwingine katikati mwa mji ili kuanzisha shughuli zao za kawaida, ila kumeshuhudiwa uoga kama ilivyo kawaida. Siku ya maandamano kuna kuwa na uoga. Biashara zitafunguliwa mida ya saa 5, saa 6 hivi, ambapo kama hakutakuwa na maandamano basi zitafunguliwa. Kama kutakuwa na maandamano, biashara zitasalia kuwa zimefungwa, zitabaki kuwa zimefungwa ili maandamano wape ruhusa ama they pave way kwa waandamanaji. Wakati mwingi kuna kuanga na maandamano ya amani katika mji huu, ila tu polisi wakiingilia, kukirushwa mikebe ya vitua machozi, hapo ndipo maneno huanza. Lakini kwa sasa hali ni tulivu, nazidi kuwajulisha moja kwa moja ni kipi ambacho kinaendelea katika mji huu wa Kisii. Katika maeneo ya Eldoret ni kutulivu, maeneo ya Kitale kutulivu, Nairobi kutulivu, ingawa kumeanza kushuhudiwa ghasia mbalimbali, waandamanaji washaanza kuchoma. Pia mvua inaendelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Mvua inaendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali nchini Kenya, ikiwemo hapa Kisii. Dakika karibu 10 hivi zimepita, mvua ilikuwa inanyesha, lakini kwa sasa imeweza kutulia. Ndipo nawaahidi kwamba dakika chache tu kutoka sasa nitawapeleka moja kwa moja hadi katikati mwa mji wa Kisii, ambapo nitaonyesha hali ilivyo. Lakini kutoka maeneo haya ya sehemu hii ya Kisii, hapa ni kutulivu bado, ni ila tu kunashuhudiwa vijana wakiingia mmoja baada ya mwingine. Hapa biashara zimeanza kufunguliwa kwa sababu huwa kuna kuanga na hali ya utulivu hapo. Mkiangalia kuna maduka ambayo yamefunguliwa sehemu hizo, kuna duka la jumla bado kufunguliwa. So guys, tuko maeneo ya Nyanchwa karibu na katikati mwa mji wa Kisii, ambapo tunaendelea kujulishwa kwamba katikati ni kutulivu, watu wanazidi kuingia mmoja baada ya mwingine. Dakika chache tu kutoka sasa nitaweza kuondoka sehemu hii, tuandamane na nyinyi moja kwa moja hadi katikati mwa mji wa Kisii. Sijui tutaanza na maeneo yapi? Suggest tuanze na Capital Roundabout ama tuingie tu town tupige check 1, 2, 3 sehemu zote hali ilivyo, kisha tupande hadi maeneo ya Mwembe ili tuweze kuona ni kipi ambacho kinaendelea pale. Inajulikana sana kuwa maeneo hayo ndipo maandamano huanzia, kisha yanakuwa tu yakiingia katikati mwa mji. Nairobi kutulivu, mvua inazidi, Kisii pia, lakini bado naona kuna mvua kwa mbali. Guys, kuna mvua kwa mbali. Ni birthday party. Daraja mbili. Leo ni siku ya soko. By the way, good idea. So nikianzia hapo, what I'll do, vizuri sana. Nitatoka hapa. Hapa tu. Then I head to Nyanchwa police station over the other side there. Then tuingie huku tuende soko Mjinga. Kuna barabara imeteremka kwa zile nyumba hapo mbele ya zile nyumba zenye paa nyekundu pale.
nyekundu ama samawati. Samawati ndio maroon, I don't know. Hapo mbele ya hizo nyumba kuna barabara imeteremka hapo ikaingia hadi maeneo ya daraja mbili sokoni. Daraja mbili imeanzia pale, think katikati ya hii nyumba ya mabati ya maroon na hii ya blue, this one hapo katikati, ukiangalia mbele kabisa, hapo ndo daraja mbili imeanzia, maeneo ya Nyamataro pale juu kwa mlima. Tuingie hapo, tutapanda hapo. Tukitoka daraja mbili hivi tukuje hivi tu over there, hapo ni Mocha Kwanza Place, Quickmart hapa. Quickmart ndio hii hapa, where this place pale ndo Quickmart. Tupande hivi Elimu Center, tukienda juu Market Plaza, tuende the other side ya hospital roundabout, tupande juu tufike Capital, from Capital tuende Central Police Station, hapo Kisii Law Courts, to check ground check, kisha tuelekee hadi maeneo ya Mashauri County Headquarters, pale County Commission offices hapo, tuende Mashauri, tuende Mwembe, tuangalie hali ilivyo, kisha turudi town panaposhuhudiwa drama. Okay. Maroon ni dawa ya mzee, udhurungi nyekundu. Hey, asante sana. Wacha niruhusu tu ni yes guys, kuna itilafu kidogo ya mitambo. Nitaweza kushuka kidogo tu kwa dakika chache, kisha narudi ili niwape update kamili jinsi mambo yalivyo. Nitaweza kushuka kidogo tu but narudi, tuanze safari. Nashukuru kwa mmoja ambaye ameweza kunitazama kwa wakati huu ambapo nimewapa update mbalimbali hali ilivyo katikati mwa mji wa Kisii, kulingana na vile ambavyo umejulishwa. Mji wa Nairobi vile tumeona, Nakuru, Eldoret, Kitale, Busia, Bungoma na zingine zote, Nakuru, Mombasa na Kisumu ni kutulivu. Naweza kushuka ili pole shida kidogo ya mtambo, lakini niruhusu tu niweze kushuka ili turudi baadaye. Basi nashuka kidogo, nijipange ili niweze kutoka, nionyeshe hali ilivyo katikati mwa mji huu, kwamba ni kipi ambacho kinaendelea. So coming back in like 10 minutes. In 10 minutes time, I will be back. In 10 minutes time, I will be back and tell you. Sawa. So kwa sasa nataka nijipange niweze kutoka mbio ili niwape taswira kamili. Yes. So let me do some 1 or 2 settings here as I go out and feed you the exact information on what is going on in Kisii town. So guys, niruhusu tu, let me do something before I leave and take you to the streets. Mambo ni live. Mambo ni live. Mambo ni live. Tunaingia CBD in a few.
Hali ya mvua imenifanya nijihami hivi ili nipate nisigongwe na pneumonia. Oye aye switi moyo kende naye ni gongo weno moyo gongo iwa tararanta ay kankararankanka tararanta tantararantanta gongo iwa. So what am I doing here? Kwa dakika chache zijazo ninaingia mtaani, tuone maneno yalivyo. So guys, asante kwa kuungana nami wakati huu. What is this? What is this? Oh yeah, I was doing something, nimekosea mahali. Hali ni tulivu, biashara zimefungwa kidogo kidogo, watu wajaingia town, lakini hakuna aliyezuiliwa kuingia mjini. Hapa kuna uhuru kwa sababu kila wakati, kila siku ni maandamano ya amani. Hakujashuhudiwa vurugu Kisii, ni maandamano tu ya amani, peaceful demonstrations kila wakati. So watu wametulia, hakuna vurugu. Tunakuja town in a few. I wanted to paint something here, but I did it using the wrong way. So let me do something then. Okay, yeah, I found it. Oh, sorry. Also, so ukitaka taka kununua maji ama data, utanunua hapo tu. Yeah. Utanunua hapo tu. So guys, in a few niruhusu nishuke kidogo, narudi in a few, tutoke na nyinyi tuende moja kwa moja hadi katikati mwa mji. Kwa sasa wacha nishuke ni load data enough. Natoka kwa wifi, natoka kwa network. I want to load data kisha tutoke. Sawa sawa. Nashukuru kwa kila mmoja ambaye Emily ndo sasa nilikuwa nawapa update kidogo Emily. Nilikuwa napeana update kidogo, nimekuwa nje, nimeonyesha watu hali ilivyo mjini kwa umbali. Lakini sasa ndo ninataka kutoka. Nataka nishuke kidogo, ni load data enough, nitoke niende nionyeshe live
kile ambacho kinaendelea. Kwa kila mmoja ambaye amekuwa nami kwa dakika hizi 35 ambazo nimekuwa mtandaoni, nashukuru sana watu wangu, nyinyi ni watu wa nguvu. Na sasa nataka niwapeleke moja kwa moja hadi katikati mwa mji wa Kisii, ambapo nitaweza kuwaonyesha ni kipi ambacho kinaendelea. Kwa yule ambaye tumekuwa naye tangu mwanzo, nimeweza kumjulisha, ameweza kuona kwa mbali kile ambacho kinaendelea mjini, kwamba watu wanazidi kuingia mmoja baada ya mwingine polepole tu. Na sasa tunataka tuanzie vile ambavyo kulikuwa na suggestion kwamba tuanzie maeneo ya chini tukipanda kwenda juu. Kwa dakika chache sasa ninarudi na kuonyesha. Shukran kwa sasa, tuonane in 10 minutes.